wake Bwana. Umetupa neema ya kuwepo katika nyumba yako, umetupa kibali cha kuwepo kwenye nyumba yako. Ni wewe peke yako wa kuabudiwa, e Bwana, hatuna mwingine wa kumwabudu, ni wewe peke yako Mungu uliye hai. Wewe ni mkuu na ni wa haki. Pokea sifa na utukufu Bwana. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa, asante kwa ajili ya neema uliyoiachia Bwana. Pokea Mungu wa mbingu na nchi sifa na utukufu. Bwana utulinde, Bwana utukuze. Bwana, tunahitaji kuona mkono wako leo, tuone mkono wako, usione nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Haleluya, 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 haleluya. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Mungu akubariki. Mwambie jirani yako Mungu akubariki. Tamka baraka, tamka baraka. Mwambie Mungu akubariki. Mwambie Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mwambie karibu kwa ibada. Haleluya. Haleluya. Hongera sana na Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Wangapi jana walikuwepo? Haleluya. Amen. Jana tulikuwa na mtoko, si ndio? Muda mwingine ni muhimu kuendelea kuifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ile kongamano tulikuwa nalo jana, na kwa kweli tulimwona Mungu. Haleluya. Tulimwona Mungu na Mungu mwaminifu, lakini bado tunaendelea. Mwambie jirani yako mimi na Yesu. Mimi na Yesu. Haujui hajakusikia. Hajakusikia bado. Mimi na Yesu. Haleluya. Amen. Mwambie bado tunaendelea na tunaweka mazingira vizuri, tunaenda kuandaa nyingine tena. Haleluya. Amen. Hiyo mimi nafikiri ukifurahi zaidi. Naona kama tutaenda tuandae nyingine ambayo itakuwa kubwa zaidi. Haleluya. Amen. Kuna siku tutaweka magari yetu kila kona, yaani kila kituo cha daladala tunaweka magari ya kwetu. I believe kwamba rasmi itakuwa hivyo. Haleluya. Watasema hao ni akina nani hao wanatangaza mimi na Yesu? Ni akina nani hao? Tutasema Yesu ni Bwana. Haleluya. Naamini neema ya Mungu sasa hapa, kwa sababu tu kuna hizi ama kuandamana mara nyingi ndio kuliko kutuletea kama yaani tulikuwa bado hatujataka kitu kwamba tunaenda vizuri, lakini naamini neema ya Mungu itatufunika temu ijayo, na muda sio mrefu sana Mungu atatupa neema, tutafanya hizo zoezi. Haleluya. Lakini cha mwisho ni tuende kwenye neno na tarehe 4 mwezi wa kwanza tutakuwa na ibada ya shukrani. Ni muhimu sana kurudi kwa Mungu. Zaburi ya 50:23 asemaye, toae dhabihu za kushukuru, huyo ndiye anayefanya na si tu kumpendeza. Anasema Bwana atamuongoza njia ya kuendea nini? Wokovu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa na hiyo ibada, na Mungu atupe neema ya kuiratibu vizuri hiyo ibada ya viwango. Haleluya. Hiyo ibada ya viwango. Hatutafanya kama tunavyofanya ibada zingine. Tunataka ibada ambayo inaeleweka. Haleluya. Tunataka hiyo ibada popote pafure, popote pajae. Tutabadilisha ratiba, tutaifanya mchana. Haleluya. Tutaifanya mchana, tunabadilisha ratiba, tutafanya mchana.
Sisi hatuendi na liturujia kwamba muda fulani hivi no. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri kwa hilo Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Sasa nilikuwa natamani leo, nilikuwa natamani tujifunze. Bwana asifiwe. Nilikuwa natamani sana tujifunze. Sasa nilikuwa natamani, sijui hivi mtanikasirikia mtanikasirikia. Nitaka niwageuzie utaratibu. Sasa sijajua ulipokaa umepaombea kwamba ndio kituo, ndio Betheli yako ili upako usinani ndio Betheli yako ulipong'ang'ana na lile jiwe kama nani Yakobo, ukang'ang'ana kwamba hapa ndio Betheli yangu ile nini, Bwana nishukie ndio hapa. Haleluya. Hivi nitakuwa na corruption nisema uhame hapo ulipo. Mnanikubalia muhame. Basi kwa sababu nyinyi wenyewe hamjanunua stendi ya ubao, basi tuhame. Si hamjanunua stendi ya ubao, sio? Basi hame. Hamjanunua stendi ya ubao, basi tuhame. Tuangalie hivi. Mnisamehe leo kwa leo. Natamani tukae darasa leo. From vijana kafurahi, alafu leo hajafika, hapo amekosa nini? Nafasi kwa hapa tu. Kesho nitajenga kanisa kubwa ambalo hapo litakuwa halina kona, litanyoka tu wazi. Betheli nimeziharibu lakini unisamehe tanani. Kumbe mnaokaa huku mnafaidi feni. Haleluya. Kama unaandika kazi yako katika shamba inayoleta matunda. Kazi yako katika shamba inayoleta matunda. Kazi yako katika shamba inayoleta matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako katika shamba inayoleta matunda. Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 15. Yohana Mtakatifu sura ile ya 15 mstari wa kwanza na mpaka wa 5, na kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 na 17. Kazi yako
shamba ileta matunda. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 15 na mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 5, Biblia inasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu, Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Twende kwenye ile Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 17. Mwanzo sura ile ya 2 na ule mstari wa 15 mpaka 17, anasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti na bustani, mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa uzima, matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia anachokizungumza, anasema yale matunda ameyaweka kwenye lile shamba. Haleluya! Ameweka matunda yako shambani, lakini yale matunda amempa ale. Jina la Bwana libarikiwe. Amempa afanye nini? Ale. Lakini mti wa ujuzi na mema amesema sifanye, asile. Lakini anarudi kwenye Yohana, anakuja kutueleza, anasema mti usiozaa hauwezi kuendana na yeye, maana utakatwa. Bwana asifiwe. Anasema unakatwa. Sasa nilichokuwa natafuta ni kitu gani hapa? Haleluya. Yaani ibada kumbe ibada na yeye ina tunakaa ubaoni kwa Mungu kumbe. Sasa ile speaker geuza. Anazungumza sema mti unaozaa kwenye lile shamba. Bwana asifiwe. Mungu akupe neema leo kanielewa. Hili ndio shamba la Bwana, na hili shamba lina wafanyakazi. Hawa wafanyakazi ni mimi na wewe. Haleluya. Yaani wale waliotoka huku nje, huku nje ni dunia,
hatujaokoka, tulikuwa nje huko. Sasa tulipookoka tukaingia kwenye shamba ambalo hilo shamba ndani yake lina mti. Huu mti unaitwa nani? Unaitwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu waliotoka huku nje alihitaji waingie. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Waingie kwenye lile shamba. Wakishaingia kwenye shamba, wataukuta mti wao, watakuwa nini? Watakuwa matawi. Matawi. Haya matawi anachotegemea kutoka kwenye lile shamba, kwa sababu shamba liko tayari limeandaliwa. Lakini katika kuandaliwa kwa shamba, ule mti ambao ni mkuu na matawi yake yanayochipuka, maanake wewe unapookoka, unapomwambia Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maanake ni kwamba mti, manake mtu anayeokoka anaenda kwenye ule mti, anachipuka. Yaani kama mti ndio huu. Sema kuchora wewe usiangalie, manake sijui kuchora, siwe kupitia hapo. Wewe fuata tu maelekezo yanayozungumza. Kama mti mkuu ni huu, wewe unapookoka inakuwa kitawi kimefanya kimechipuka. Unapookoka mwingine hivi kinafanya kinachipuka hivyo. Lakini haya matawi haya yaliyochipuka haya, kinachotegemewa kwenye haya matawi ni matunda. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Okay. Sasa anachokitafuta Mungu kwenye shamba lake, akiuangalia mti unaoitwa Kristo Yesu, ayaone matawi, manake ambayo yeye mwenyewe ndiye aliyechipusha, yalichipuka kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Yamechipuka kutoka kwake. Kwa anataka kuyaona yale matawi yakiwa tayari yanatoa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunarudi kwenye andiko, anasema hivi, ule mstari wa pili anasema, kila tawi ndani yangu lisilozaa huondolewa. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wote tunajua wale wakulima, wale wa Dar es Salaam, nina uhakika, sijui kama utakuwa unajua kulima, lakini ukilima shamba, kama umepanda mahindi au kama umepanda zao lolote, unategemea lile zao ulilolipanda litoe nini? Matunda. Kwanza likishakuwa kwanza kuwa dhaifu, unaanza kulipitia mara kwa mara. Okay? Tuchukue kwa mfano mimi. Sisi kwetu nikipanda shamba la mahindi, yakishafikia kiwango fulani, nikiona ule muhindi, yani kukua kwake, yani wenyewe ndio mnyonge kuliko mengine, kinachofuata tu ninakata, ninakulishia ng'ombe. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Ninaacha ule mti wenyewe nini ambao umestawi, unaonekana kwamba huu utazani mahindi. Haleluya. Ndio mfumo ambao Mungu anautafuta kwa mtu. Ndio mfumo ambao Mungu alikuwa anautengeneza kwa Kristo, ili yoyote anayeokoka aweze kuzaa matunda kwenye lile shamba. Pasipokuwa na matunda kwenye shamba, manake hakuna faida ya kuwepo shamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Adamu, shamba hili hapa nimeshaweka miti kila kitu, lakini usile matunda ya katikati
ya mti. Bwana Yesu asifiwe. Manake nini? Kwa nini Mungu alikuwa anazungumza kila anampa Adamu? Hata sisi tulipoingia katika Kristo Yesu tukachipuka kwenye ule mti mkuu unayoitwa Yesu Kristo. Ule mti tulipochipuka kuwa tawi, kama ni mti ndio huu, mimi nikachipuka kutoka uchafu. Nilipochipuka kwenye ule mti, mwenye mti au ule mti unachotegemea ni kwamba ni matunda yatoke kwenye lile tawi. Kwa tegemeo na agizo lililoko ni kwamba tawi lazima lifanye lisae. Kama Adamu alivyoambiwa usile matunda haya, maana alichokuwa anamtengenezea nidhamu ya kuishi kwenye lile nini, kwenye lile shamba. Jina la Bwana libarikiwe. Kama vile hata sisi katika Kristo tumetengenezewa nidhamu ya namna ya kuishi katika Kristo. Huwezi kuishi tu mradi unaishi. Hata siku moja hakuna sehemu ambapo hapana masharti ya kuishi. Roho, hivi wewe nyumbani kwako huna masharti? Hamna masharti. Hata kama hujaweka, wewe ingia na viatu uone watu wanapiga kelele. Wanaingiaje na viatu ndani? Wanamuuliza mvua inanyesha wapi? Vina maneno, vina matope, akwambia vina mchanga. Haleluya. 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 Yote hiyo ni utaratibu. Utaingiaje ndani na nini? Na viatu. Anachokitafuta nini? Ni nidhamu ya nini? Ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anachotegemea mtu kwako, hivi tutumie jina gani la John Simeji. Huyu John baada ya kuokoka ni tawi hili linaitwa John. Tunaenda sawa? Kwani Mungu anategemea kitu gani kwa John? Ili Mungu amwone John kwamba ni productive kwenye ule mti, anataka kwanza John azae matunda. Lakini matunda yapi gani? Maana anaweza kazaa matunda yakawa maembe dodo, sivyo? Yakawa kama madodo, yani viko hivi. Wale wenzangu na mimi tunakuta miti kadhaa ya miembe, lakini kuna mti lingine kubwa, lakini viembe vikitoka vinakuwa hivi, afu ndio vinaiva hivi kidogo. Lakini kuna lingine mti likizaa miembe unakuta ni nini, yaani embe ni kubwa, yaani hilo nina uhakika. Huu wa pili nasema kwanza una nani? Kwanza na shida mkaa, namtafuta naye jua kuchomani mkaa. Unaamua bwana, unaona sioni kama una faida. Kwanza maembe wakija kununua haya, wale wananipa hela ndogo, kwa una faida. Tunaenda sawa? Kwa hata Mungu anachotaka ukishaingia kwenye lile shamba, anachotaka ni aina ya matunda unayozalisha. Aina ya matunda unayozalisha ndiyo yanayokupa thamani kwenye nini? Kwenye ule nini? Kwenye ule mti. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize vizuri, Mungu akupe neema ya kunisikiliza. Umeona hapa tulivyo hapo? Tuko zaidi ya mmoja, sio? Okay? Lakini wote tunamlilia Mungu kwenye maeneo fulani. Tutumie eneo moja linaloitwa uchumi. Sasa ili eneo la kiuchumi, kila mtu anamlilia Mungu amuinue, sio? Amnyenyue hapa, amnyenyue hapa, amnyenyue hapa, amfanyike. Sasa kabla Mungu hajaenda kwenye kila ambacho unakihitaji, anarudi kwenye eneo linaloitwa matunda. Matunda gani unaozalisha kwenye nini? Kwenye shamba. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Matunda gani unaozalisha kwenye nini? Kwenye shamba.
Lakini si tu matunda unaozalisha, kuna kitu kingine. Kuna neno linaitwa tamko la shamba, au kwa maana nyingine tunasema tamko la madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Lile tamko linalotoka, wewe unalibebaje? Wewe unaendaje nalo? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu Mungu alishatamka kitu fulani kwa ajili ya huyu mtu, lakini huyu mtu namna anavyokwenda kwenye lile shamba, usile matunda fulani, usifanye kitu fulani, lakini yeye anafanya kwa namna ya uzalishaji wako unaotoka. Matunda yake ni aina tofauti tofauti, mengine ni madogo. Akizalisha, ukiona amejitahidi kazalisha madogo, huo mti hilo tawi, akizalisha amejitahidi kazalisha mengine, kabla hajaanza kukomaa yashanyauka. Si kabla ya kukomaa tu, mengine anaweza kama amekomaa yameoza ndani. Haleluya, haleluya, amen. Mengine anaweza kabla atatu kuoza ndani, lakini unakuta lile tunda lenyewe lina vidonda, unalipeleka sokoni. Muda mwingine kabla halijakomaa lishadondoka. Mwingine anasema si ziko saizi wanachumaga kabla na mashine za kuivisha, si ndio? Hizo umetengeneza wewe, lakini Mungu alichokuwa anataka ikomae pale kwenye mti. Sasa Mungu anachukuja, anaangalia uzalishaji wako ukoje kwenye lile shamba. Bwana asifiwe. Mojawapo ya maeneo, utumishi wako kwenye huduma, kihuduma. Ninapozungumza utumishi wako kihuduma, sizungumzi kwa mchungaji, kwa nabii, kwa nani, sizungumzi hivyo. Haleluya, haleluya, amen. Manake nazungumza kwenye kuwa chanzo cha kutafuta matawi yakachipuka kwenye ule mti mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kuna mazingira ambayo unakuta asilimia kubwa wewe umekaa tu. Wengine wananiombea, waambie mchungaji shamba za kuabudu. Kuna mwingine anakaa tu, hakuna anachozalisha, amekaa. Bwana asifiwe, amen. Wewe nikuulize swali, katika huduma, katika kazi ya Mungu, kitu gani umefanya ambacho wewe sasa unakiona ni naam, watu wanapojumuika kwenye lile eneo, sio kwenye ile kazi, kwenye ile huduma, kuna kitu nasema Mungu nakushukuru, na mimi nimefanya kitu fulani, sio hivyo? Kile ambacho umefanya, maana lile ndio tunda linakupa nini? Thamani. Mwingine anasema mbona mimi nafanyaga, mimi siwezi kufanya, sio? Twende kwenye Hagai. Kama umefanya, twende kwenye Hagai. Ni Hagai ile sura ya kwanza tu, Hagai. Ukitoka kabla hujafika Zakaria ndio unamkuta Hagai, si ndio? Tuanzie ule mstari wa ngapi? Wa 3. Alafu namshukuru Mungu jambo moja hivi, nimetengeneza mfumo na nimepata mfumo ambao hii Biblia hii
Wangapi wameisoma wamemaliza? Umesoma Biblia ukaimaliza wangapi? Nina hela hapo. Halo. Nina hela ujue nyingi. Wewe nyenye mkono nikupe na hela hapo. Mchungaji ana hela bwana. Nyenye mkono kama umesoma Biblia umemaliza. Mmoja tu. Wengine? Haleluya. Oye, nikupe pesa. Nikupe ongea. Kuna wengine wamesoma hata nusu hajafika. Amesoma tu ile mistari tu, napigana nao. Nitakulinda. Siwe Bwana asifiwe. Lakini namshukuru Mungu nimetengeneza mfumo ambao ndani ya siku 365, sivyo hivyo? 365, sivyo hivyo? Nimetengeneza huo mfumo ndani ya siku 365. Biblia hii inaisha yote. Unaisoma na inaisha vizuri kabisa. Alafu bila kutumia nguvu kwamba leo utasoma mistari mingi na sura nyingi. Kidogo. Uko tayari kupe? Nafikiri nitakupea tutapeana huo mfumo. Kwa sababu ni tunaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Bwana asifiwe. Hebu turudi sasa. Anazungumza kwenye hii Hagai, tuisome hiyo kwanza ule mstari wa 3. Anasema ndipo neno la Bwana likamjia kwa kinywa cha nabii Hagai akisema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Iwapo nyumba hii inakaa katika hali ya kuharibika, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hampati aonaye, lakini hampati. Wewe nirudie. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mifuko iliyotoboka. Bwana majeshi asema hivi. Ndio ndipo kwa napata. Huko mwingine ni kwa siku 3. Na inasema tafakarini njia zenu. Kwa kumbe hawa anapowaambia watafakari njia zao, maana kuna majukumu mama ya msingi ambayo wameacha. Tunaenda sawa? Wameacha majukumu mama ya msingi, wameenda kuendelea na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Wameendelea na mambo mengine. Kwa katika kuzalisha kwenye ule mti ambao kwenye mti ili lile tawi lizae matunda, yeye muda huo hayupo. Ndio maana shetani akatumia yule mama kwenda kumlaghai nani? Hawa. Bwana Yesu asifiwe. Akamlaghai Hawa. Nia na makusudi alichokuwa anatafuta, anamtafutia mazingira. Yuko ndani ya shamba lakini hakuna chochote anachofanya. Haleluya. Yaani yeye yupo tu. Kama vile ambavyo umeokoka lakini una bado na hofu ndani yako. Sivyo? Umeokoka lakini nani? Una hofu. Umeokoka lakini kuna vitu ambavyo wewe kwako, yaani wewe mwenyewe hujielewi. Tuulizane swali moja hivi. Leo tunajifunza, hatuhubiri, leo si hubiri. Tunajifunza. Bwana asifiwe. Mwangalie jirani yako sasa. Mwambie
Januari saizi nini? Ni Disemba, si ndio? Si ni Disemba. Okay. Wangapi umeleta kwenye hili shamba hili? Waliowaleta kwa Bwana. Mwingine anasema mimi nimewaleta. Okay, umewaleta sawa. Hayo matunda anasema zaeni matunda yapasayo nini? Toba, na yapate kukua, yani yakae, yani sio tu meza yakae, kwa sababu unaweza kuzaa lakini kabla muda hujafika halijaiva lishadondoka chini. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Ngoja turudi kwenye mfano wa kiuchumi. Unapotafuta uchumi wa kwako wewe uliokoka, uchumi wako kila kitu kiko ndani ya shamba. Uchumi wako hauko nje na shamba. Ndani ya shamba uchumi wako uko kwenye mti. Tunaenda sawa? Wewe huna mandate ya kwenda kwenye udongo. Uko kwenye mti ambao wewe ndio tawi lako. Manake huu mti ndio unatoa kile unachokihitaji wewe. Lakini sawa sawa na masharti yale aliyotuambia kwenye Mathayo, kwenye hiyo Yohana, aliyotuambia kwenye Yohana 15, anazungumza kitu kimoja hivi. Hebu tusome ile Yohana 15 mstari wa 9 na wa 10. Sauti umeninamia shusha. 15 Yohana. Soma. Yohana 15 mstari wa 9. Kama Baba alivyonipenda mimi, nami nimewapenda ninyi. Kaeni katika nini? Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi nilipozishika amri za Baba yangu. Ngoja taratibu. Anasema hivi, kama mimi na Baba tulivyopendana, nimezishika amri zangu. Na nani na Esther, sio? Hawa John na Esther anasema kwa sababu wamekaa katika pendo la Kristo, wanahitaji wapendane wao kwa wao. Lakini katika kupendana, kitakachowapa kufikia ule upendo ni nini? Amri au utaratibu wa wao kuishi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tuko ndani ya hili pendo la Kristo, kwenye huu uwanja, kwenye hii hema ya Bwana, kwenye huduma hii. Tunapendana. Usiiname chini unaniangalia usoni. Tunapendana? Unajua hata jibu hata sisikia hata hili. Leo tutalikemea hilo pepo. Yaani kama wewe ndio pepo la namna hiyo, umeisongelea wapi? Tunapendana kweli? Mimi sisikia. Haina shida. Wewe kuumia chini. Mimi nitajua. Mungu atanisaidia. Nitakuwa nazungumza vile ambavyo vinakuumiza. Tunapendana kweli huko ndani huko kweli? Hakuna vichomi huko ndani tumeweka huko ndani huko. Hivyo kiasi ndio na vitafuta. Vimetoka wapi huko ndani? Kama Yesu na Mungu wangekuwa na vichomi kiasi, kuna mtu angeokolewa? Wewe una vichomi umeleta huko ndani. Wewe kichomi umetoka wapi hapa? Wewe umetoka wapi? Hebu hilo tawi tulitafute kwanza hapa. Mimi kama vile sielewi ujue. Limetoka wapi hili tawi? Bwana asifiwe. Anasema ninyi mlikuwa mzabibu mwema, mmegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Tunaenda sawa?
mimi natafuta kichomi kinaingiaje, huyu mwenye kichomi huyu. Sasa sijajua ni jina la nani, sijui ni nani humo ndani humo. Maana majina ni mengi, unajua wote hawa ni watu hao. Wote hawa ni watu hao wote. Huyu ambaye ni kichomi katoka wapi hapa? Bwana asifiwe. Huyu ana nia njema na sisi. Aha, kwa huyu anatuharibia nini? Utaratibu au sheria. Hebu tuzungumze tu kidogo. Wewe uko ungani? Si kweli? Okay. Umekuja kumtafuta Mungu. Kwa sababu huwezi kutafuta peke yako. Ukiabudu peke yako, sasa utaabudu, utamfurahia Mungu. Lakini akiwepo wa pili, mkiabudu, manake mtamuona Mungu ipasavyo, si ndio? Na kama mnaomba, mtaomba kwa nguvu na upako utashuka. Twenda sawa. Kwa maana Biblia inasema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya nini? Ya watakatifu, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu anasema twende kwenye Wagalatia. Some, utasema huyu mchungaji anaongea maneno gani hapa? Tusome. Mimi nataka nizungumze na michomi hapa. Tunakaa na kichomi kanisani. Twende soma Wagalatia 3:16 tuone. Basi ahadi zilinenwa. Sorry, sio hiyo. Sorry, ni Wakolosai. Sorry. Wakolosai 3:15 na 16. Twende hapo. Neno la Mungu linasema, na amani ya Kristo ya Mungu. Ngoja kwanza, sikiliza vizuri hapo. Usiandike, sikiliza kwanza neno linalosomwa. Anasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, Ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Hiyo ndio tulioitiwa. Tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu. Katika hekima yote. Katika nini? Hekima yote. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Bwana asifiwe. Anasema hivi, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu, sio? Lakini anasema katika nini? Hekima yote. Lakini katika hekima yote anasema mkionyana kwa nyimbo, kwa nyimbo, alafu tena kwa tenzi, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi, kwa nyimbo, kwa tenzi za rohoni. Sasa huyu ametoka wapi hapa? Huyu aro, huyu ambaye amejitokeza huko ndani ana rangi tofauti kichoni, katoka wapi huyu? Hebu muulize jirani, katoka wapi? Si tumeokoka? Mbona hatupendani sasa? Tunabaguana, tunaumizana, tuna watu wawili watatu, mnakaa vikao, anamsema huyu, anamsema huyu. Hivi unajua hiyo ni roho gani? Bwana asifiwe. Unajua hiyo ni roho gani? Unajua hiyo ni pepo. Hata kama maneno magumu ni nini? Ni pepo. Tena pepo kweli, ile tena ambalo limekomaa kwa sababu linayajua maandiko, sio? Yaani kama pepo lingine haliyajui maandiko. Mimi na uhakika hilo pepo la kwako hilo linayajua maandiko, limekomaa. Na ndio linalotuharibia nini?
linatuharibia shamba, linatuharibia huduma. Kwa nini? Kwa sababu anasema tukae katika pendo kama baba na yeye walivyopendana. Lakini wewe tumeingia katika pendo, umefika huko ndani umetugeuka. Tunajua mwenzetu, tunaruka. Unajua hapa tukianza tumsifu Bwana, amen, tunaruka. Subiri tuseme nendeni kwa amani ya Bwana. Huyu mara kafanya hivi, huyu jamaa umeiona nguo ya leo iliyovaa. Sinikwambia mimi. Sinikwambia ile. Nikwambia ngambia yule ni ile. Ni ile. Kwani wewe nguo inakuhusu? Hiyo nguo kuna inakujengea chochote kweli wewe? Bwana asifiwe. Inakujengea chochote, inakupa chochote? Kwa sababu anasema, hebu soma mwishoni, kwa anasema hivi. Anasema hivi, fanyeni yote katika jina la nani? La Yesu. Mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Fanyeni yote kwa jina la Bwana. Sasa haya mengine hayo wewe ni jina la Bwana hapo. Bwana asifiwe. Huo mdomo unaoropoka huo una jina la Bwana, hayo maneno unaoropoka. Kwa sababu angekuwa na jina la Bwana lisingeumiza wenzio. Wewe kikwazo, wewe unaumiza wenzio. Lina jina la Bwana, hayo maneno unazungumza. Alafu unatengeneza makundi. Haleluya. Leo sio mahubiri, ni mafundisho. Kwa hiyo usikasirike, leo mafundisho. Kuna mtu hapa asipofundishwa hajui kesho yake haijui. Anaweza kaenda kwenye moto sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe umeamua kuokoka. Maneno machafu ya nini? Kusema wenzako, kusengenya ni ya nini hayo? Wewe ni mfano. Si ampo hapa, si wewe. Ni ampo, si wewe. Si wewe. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Si ampo. Sema amen. Haya, wewe nizungumze mfano mmoja hivi. Ila mimi na uhakika mpo. Na utoa mfano hapa. Siku moja mwenyekiti wa mama amekuja huko ndani. Ni mchungaji, unajua mimi wa watu mimi nikamwambia nenda kachungulie ndo kanisa lako. Mimi sasa nafanyaje? Nikamwambia rudi. Ile ndo kanisa lako kafani. Kachunge. Kaja mara kwanza nikamwambia rudi kachunge. Nafikia kasahau tena, baadaye tena muda mwingine akaja tena nikamwambia ile ndo kanisa lako, nenda wewe ndo mchungaji wao, nenda kachunge. Akarudi mara tatu tena. Mimi nitafanya. Nikamwambia hivi, ile ndio kanisa lako, nenda kachunge. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Huyo mtu yeye anakujaje huko na nini? Yaani unajua anakuja analalamika, maana ishakwazika mpaka basi. Kwenye lile kanisa analochunga, wale waumini wake na wachunga. Amekutana na nini? Vichomi, yani kiongozi wao kichomi na watu wake kichomi. Kwa wote wanagongana sika hivyo. Kiongozi anashindwa sana, fanyaje kichomi? Kimemchoma na amechoma. Yaani kwa wanaenda pamoja. Sasa fikiri hawa watu, huyu kiongozi atawafikisha kule wanapata alikokuwa na Mungu anampa kuzungumza nao, awafikishe. Aro sitaishia njiani. Asema huyu yani huyu ndio basi, yani huyu na hata nitaka nimsaidie, achana naye. Asiende akielewi neno, mwacha aende. Hapa nini? Hajielewi. Biblia inasemaje? Turudi tusome tena hapo, unaelewa? Turudi tusome. Anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na kwa nyimbo na kwa tenzi za nini? Kuna watu wamechoma mwenyekiti, si ndio? Na wao waishachomeka na wao.
Bwana asifiwe. Mwenyekiti, kama huko usinikasirike, natoa tu mfano. Ila nina uhakika kuna roho naitafuta na kuna kanisa nalitafuta. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa. Hatuwezi kuhubiriana utapokea utainuliwa, utapokea utainuliwa. Huwezi kuinuliwa ukiwa katika hali ya namna hiyo. Tunaenda sawa? Usikanganye na mtu yeyote. Sasa kama wewe na maumivu kwa sababu huyu naye kakasirika, huyu kakasirika. Hivi kule wanapotaka kwenda watafika? Kuna siku nyingine akaja mwenye nikamuita siku moja mwenyekiti wa vijana. Kaja naye kafura kwenye kanisa lake, naye kafura naye. Kila kinachopangwa kinafanya hivi na nini, anakuja mimi nikamwambia sasa sikiliza. Hatuendi hivyo, hilo kanisa halichungwi hivyo. Nenda kalisikilize kanisa. Mimi unajua mimi naenda kalifanya. Kakae na kanisa lako lisikilize. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini huyu atingishike hivi atingishike? Na kuja wana atingishike. Maana hili kanisa ukilijumuisha wote pamoja lina ndani, humo ndani kuna vichomi, si ndio? Humo ndani kuna upendo. Bwana asifiwe. Upendo upo kweli? Okay, kule hicho tunachokihitaji. Sasa ngoja nikupe mfano. Twende kwenye Biblia nikupe mfano mmoja. Nafikiri Ezekiel sura ya 2 mstari wa 6, hebu soma nikutafutie kitu kingine. Soma huo mstari alafu huko naenda kutafutia andiko lingine. Ili mimi nataka sehemu fulani hivi tufike wote hapa. Sura ya 2 kuanzia mstari wa 6. Ezekiel sura ya 2 mstari wa 6. Na wewe mwanadamu, usiwaogope hao, wala usiogope maneno yao. Ijapokuwa miiba na michongoma hii pamoja nao, nayo ukakaa katikati ya nje, usiogope maneno yao, kuasi. Nawe utawaambia maneno yangu, kwamba watayasikia, na kwamba hawataki kusikia, maana hao wanaasi sana. Bali wewe mwanadamu, sikia neno hili ninalokuambia. Usiwe wewe mwenye kuasi kama nyumba ile yenye kuasi. Funua kinywa chako ule nikupacho, nami nitapotazama mkono. Anasema ule ni kile ninachokufanya, ninachokupa. Ishetu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hiki na hiki. Lakini anasisitiza usiwe mtu mwenye kufanya nini? Mwenye kuasi. Manake kwenye hili shamba usianze kuingiza vitu vingine ambavyo havikuwepo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu fikiri jambo moja. Twende kwenye Zaburi sura ya 2. Kuanzia mstari wa kwanza. Zaburi sura ya 2. Anzia mstari wa kwanza. Mbona mataifa wanafanya ghasia? Mbona mataifa wanafanya ghasia? Na makabila wanatafakari ubatili. Na mataifa wanafanya ubatili. Wafalme wa dunia wanajipanga, na wakuu wanafanya shauri pamoja. Wanajipanga, wanafanya shauri pamoja. Hivi hao wakuu na wanafanya mashauri pamoja kwa ajili ya nani? Juu ya Bwana na juu ya Masihi. Na tuvipasue vifungo vyao. Hapo. Ishatu hapo. Anasema hivi, hawa wanafanya mashauri. Manake nini? Hawa watu wanachotafuta ni watu ambao wamempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wao na Mungu wao na Yesu wao, anatafutwa pamoja wote. Lakini anasema na tuvipasue nini? Vifungo vyao. Maana kuna vitu vimefanyika, lakini anasema tuvipasue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema ndio tuvipasue. Okay. Katika
katika lugha kuvipasua vile vifungo, na wewe una hasira, na wewe kuna mazingira ambayo yameenda tofauti na vile ambavyo Mungu anataka, upendo haumo ndani yako, hivi vifungo vitapasuka? Mwingine hajasikia nasema hivi, utavipasua hivi vifungo wewe? Hapana. Huku na Kiislamu. Hapana. Huku wewe una mdomo wa utafikiri hujaokoka, una mdomo ule wa kusengenya sengenya. Halo, wewe ni msengenyaji. Unazusha, yaani wewe ni mzushi. Tunasema mzushi au nini? Mzushi. Unazusha tu mambo, maneno ambayo hayana maana, hayana msingi. Huna uhakika nayo, unayazusha. Jina la Bwana libarikiwe. Okay, tutakaa kwenye hili nani? Kwenye hili pendo ambalo mmetuambia tukae. Manake kuna watu watatuumiza kwa sababu ya matendo yao na vitu vyao. Haleluya. Manake huu mti ambao anasema hili tawi, kwenye huu mti lazima tu kile kitawi kikatwe, kwa sababu hicho kitawi hakina faida, chenyewe ni kichomi. Umewahi kumsababishia mtu akaacha wokovu? Unanisikia ninachozungumza? Nasema hivi, uliwahi kumkatisha mtu tamaa aache wokovu? Unagoma, unakataa, hujamsababishia. Akunulia nani, umemzungumzia mtu amefika sehemu kwa sababu ya wewe akakasirika mpaka anataka kukimbia kanisa. Halo. Haupo hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu anaweza kaa anakasirikia kanisa, lakini kwa sababu ya mtu, kwa sababu ya maneno mabaya na msingi. Manake kwenye hili pendo hatuwezi kufanya kukaa. Sasa hebu fikiri, mwenyekiti wa wamama amepata kinja, si ndio? Yeye anataka jambo lake liende, si ndio? Wewe unamkwamisha, si ndio? Umemkwamisha, lakini amelifikisha mwisho huko, lakini amekaa chini anasema, wewe Mungu kweli ndio wewe, kweli Mungu kweli wewe ndio kweli. Si kweli? Alafu baadaye wakati ukafika, kijiti akakupa wewe. Hivi yeye hata kuna nini? Na yeye hata kuna nini? Kuletea yale ya kwako ya kwanza. Unasikia ninachozungumza? Yale uliyomletea mpaka ukamchoma, wewe hata kuletea? Atafanya nini? Wewe kama ulikuwa uchangi, kwani hata changu ukiwa kiongozi? Bwana asifiwe. Amen. Kama ulikuwa uzurii, yeye atahudhuria. Mungu atamsaidiaje wakati naye anataka aone? Si zamu yako imefika. Lazima afanye, lazima aone. Wewe na wewe ulikuwa unasema ngoja tuone. Halo? Si ulikuwa unasema ngoja tuone. Haya, na yeye sasa anasubiri, ngoja. Imefika zamu yako, ngoja tuone na wewe. Okay? Ili shamba litakuwa na matunda, litakuwa na thamani. Okay, maanake kule tunakotaka tufike, ambacho Mungu anataka atupe, kuna baraka ambayo Mungu anataka tuipokee, kama vile ambavyo anazungumza kwenye Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. Lakini ukirudi 28 hiyo mstari wa 46 nafikiri, hii ndio inakuja kutuua hii. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu hapa wanatusababishia, wanatutafutia kumtumikia Mungu. Kwa nini? Ngoja tusome wewe. Leo tunazungumza na watu. Wewe ukipata Kumbukumbu twende hapo. Ya sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo,
ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Mstari wa 2. Ana baraka hizi zote zitakujilia na kukupa usikiapo sauti ya Bwana. Ishia tu kwanza. Kwa hiyo andika mpaka mstari wa 4, lakini hebu turuke sasa twende kwenye 40 na 46. 46 nayo inasema nazo zitakuwa juu yako zitakuwa juu yako kwa ishara na ajabu na juu ya uzao wako milele. 47. Kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Kwa hiyo utatumikia adui zako atakao waleta Bwana juu yako. Ishia hapo. Wewe utasoma utaendelea. Sasa anasema na kwa moyo wa nini? Wa shukrani. Kwamba Mungu ninakushukuru umeniita kwenye kazi hii, umenipa nisimame na 1 2 3. Manake nini? Manake ambao wanaenda tofauti, ambao ni matawi yaliyokatwa, wanatusababishia tumtumikie Mungu bila nini? Bila nini? Bila furaha na moyo nini? Wa shukrani. Sasa wewe ni nani ambaye unanitafutia haya mambo mimi? Alafu mimi nikishatoka kwenye furaha, nikitoka kwenye moyo wa shukrani, kinachofuata mstari wa ngapi? 47 huko mwisho wa 48, sio? Anasema utawatumikia adui zako. Wewe unaona unakujipeleka wewe? Nasema unaona unakujipeleka. Halo. Unaona unakopeleka wenzio wewe. Kwa sababu gani? Bila upendo hatuwezi kufika kule tunakotaka. Hatuwezi kumfurahia Mungu. Kwa nini? Unajua faida ya kuwepo hapa kama hivi kundi. Pana faida kubwa sana. Achana tu na kiroho, hata za kimwili pana faida kubwa. Mojawapo ni kutiana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi hata kama kuhani hayupo, lakini yule mwenzako ana uwezo wa kukutia moyo. Anaweza akakushauri, si ndio? Unaweza kumshauri huyu naye akakushauri, ili mnaenda pamoja, unajikuta ile neema ya Mungu, ule wokovu mnaufurahia. Sasa mkiumizana nyie kwa nyie, hivi kutakuwa na wokovu kweli? Narudia tena. Hivi kutakuwa na wokovu kweli? Tuumizane wenyewe kwa wenyewe. Tufanyane vitu sisi wenyewe kwa manake tunapelekeana kwenye matatizo. Kwa sababu hapa hata mtu likimtokea jambo lolote, manake ni haraka sana tuna uwezo wa kuungana pamoja tukamnyanyua mwenzetu. Ngoja. Mungu alisema yeye ni baba wa yatima. Ushawahi kumwona sasa anakana yatima? Halo. Anasema ni baba wa. Ulishamwona amewarudi kasema mwanao sasa anasema mimi ndo wanangu amewarudi. Ulishamwona sasa? Mimi ndo mume wa wajane. Ushaona amerudi kwa wajane na kwa nao. Hiyo ya maandiko unasoma somaje yani kwa mfano? Unasoma somaje wewe maandiko haya? Maana yake ni mtu ambaye hawezi, Biblia inasema mtu ambaye hawezi, mtu wa kwenu ambaye hawezi asaidiwe. Kwa tuna uwezo wa kusaidiana sisi wenyewe. Na maana yake vile vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yetu vitakuwa. Tutafikia kule tunakotaka. Mimi naumwa. Angalia usiku nimekaa kwa. Ninaumwa. Nimekuja kanisani labda ni Mungu anisaidie. Na wewe yani ibada bado sijakaa sawa. Naona niongezea kitu kingine kwa ibada inatoka kabisa. Mimi nakufikiria wewe muda wote. Nimefika hapo nje naambia mnakutana mnasoma. Umekuja leo afadhali umekuja bwana. Yaani fulani jana umekuja nini? Amekusema sio amefanya nini? Hajauliza bwana wewe leo umeamkaje ukoje? Una vitu kibao. Unamwambia Mungu mimi naenda leo, Mungu kanika. Mimi nakuja leo, nakuja natua kila kitu leo natua. Mtu anakuambia afadhali leo umekuja bwana.
Jana fulani bwana. Hivi wewe jana walimuonaje jana? Maana pale tunaona alikaa lile kundi nimepata zile taarifa bwana. Walikuwa wanasema 1 2 3. Yale ambao umekuja kutua, ushapotea, umesahau unadili na mtu mwingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kufika kule tunakotaka, kwenye lile kusudi la Mungu, kuingia kwenye neema ya wokovu, kwenye ile shamba. Hatuwezi kupata matunda, hatuwezi kupata kile tunachokihitaji. Kwa nini? Kwa sababu yani sisi wenyewe, sisi humu ndani, maneno mengine lakini Yesu alisema, alimwambia Petro, wanazungumza sema huko nje wananiambia nani? Akasema sema wewe ni mwana wa Mungu. Sio? Yesu wewe ni mwana wa Mungu. Okay. Umezungumza hata dakika 2 hazijafika, sema shetani rudi. Sasa najiuliza wewe, shetani imekwaje? Ona sisi kuna mashetani itabidi yarudi. Ngoja kwanza, leo mashetani lazima yarudi. Hatusemi wewe shetani, tunasema shetani rudi nyuma. Huyo anayekutumia unapowaja tu unaongea tu vitu vingi vya uongo, unasababisha maumivu kwa wenzako kwa sababu ya kutokuwajibika kwako. Sio wewe? Badala ya kumwonya mwenzio kwa hekima, umenikanyaga. Hapo mko kwenye ndio mwenzio anaruka. Ame. Umenikanyaga. Hapa tuko disco. Tuko msibani. Hata msibani basi tunakuwa na aibu hapo. Samahani bwana, umenikanyaga. Sasa umenikanyaga. Mtu ana mambo fulani aliyabeba huko ndani, sasa kafika kwenye ibada. Bwana ametenda maajabu, ametoamsha usiku, mtu anaruka na furahi, anasahau yale. Unamsukuma nini? Sika tu pembeni, mpe uwanja mwenzi. Wewe si umeganda tu kwa hivi tu, ndio na sifu hivi. Mwenzi amefurahi na ruka. Umenikanyaga. Amesema tuonye kwani twende kwa hekima. Basi tulia, ibada ikisha mwambie Bwana, leo ulifurahi leo. Leo naona ibada ilikuwa nzuri leo. Yaani leo ulichangamka. Inasema lakini katika kuruka kwako si unaona hapo. Unajua hapo umenikanyaga wakati unaruka. Bwana sikuona Bwana. Yaani unajua Bwana, niko nasikia wewe Bwana, leo nisikia ndani sana. Okay, uliruka lakini ulikanyaga mguu. Basi Bwana wewe tusamehe, lakini vipi baba bado kuuma? Hamna maumivu yameisha. Shughuli imeisha tayari. Watoto wa baba. Tunaanza kutengenezana tena. Yaani tunatoka na vitu fulani nyumbani ambavyo tunakuja kuvitoa kwenye madhabahu ya Bwana. Tunatoka kwenye madhabahu tena, tunabeba vitu vingine tena na nyumbani. Sasa tutafutia matatizo hizi, tutumike kwa uchungu, tutumikie maadui zetu. Bwana asifiwe. Mwambie siko tayari kuwatumikia adui zangu. Hata kama wewe unanitafutia lakini siko tayari. Ujue ya kusikia, hata kama uko tayari, hata kama unanitafutia, siko tayari kuwatumikia adui zangu. Mimi nimefika na nakumwabudu Bwana. Haleluya. Amen. Lazima tujengwe kwenye upendo. Alafu tuaminiane. Hapa hata simu ikipigwa, akili zako zote utanyoka kwa mchungaji tu. Ndio nataka kusaidia shida yako. Ila huko mwingine ndani anasaidia nini? Umefanya mwenyewe na upako yule. Huyo jirani yako yeye kama ana upako bwana. Hivi si yeye unamwonaje? Nakwambia wewe jirani uliyekaa naye ana upako sio kawaida. Sema tu kwa sababu wewe unamsahau. Bwana asifiwe. Nasema jirani yako ana upako. Amen. Mwingine ajisikie. Nasema jirani yako nani? Wewe ndio uone, lakini Mungu anaona na mimi na mchungaji anaona. Tena mimi ndio naona zaidi. Ana upako jirani yako. Sema sasa kwa sababu wewe kichomi ndio uoni sasa. Ukiona uoni wewe ni ngoje kwanza hujasikia. Kama wewe uoni huyo jirani yako kwamba hana thamani, hana upako, hana nini, yeye yupo na nini, wewe ni wewe nini? Lakini
kinachofuata ni kukata. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunataka, kwa sababu Mungu amewekeza, kuna huduma ziko ndani, kuna huduma ambayo Mungu amekupa, lakini sasa kulingana na mazingira inakanyagwa tu, na shetani anazidi anakanyaga tu, anakanyaga. Ugonjwa unatakiwa uondoke dakika moja, lakini tunahangaika nao hata miezi, wiki. Kwa nini? Kuna kichomi kilikuchoma huko ndani, kila kikija ukikiona tunasema fanya hiyo kweli ulichojiu sawa. Yaani ukishamuona kwa sababu alishakuumiza. Alafu nawe bahati mbaya sasa ulikuwa umesahau ule mstari wa Mathayo 6:14. Bado umemkaba tu. 6:14 Mathayo. Bona haribu kanisa. Mathayo 6:14. Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atafanya, atawasamehe. Kwa lazima wewe mtu wa kufanya. 15 bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yao. Sasa wewe kwa sababu hujasamehewa na Baba yako wa mbinguni, ndio maana una Kiislamu sasa muda wote. Mtu akishuhudia ushuhuda unasema nilijua tu. Hivi wewe ukoje wewe? Unajua mimi siku, yaani mimi nahubiri toka Januari mpaka Disemba na natoa jasho, alafu unakuja unafanya vitu vya ovyo wewe. Bwana asifiwe. Mwingine anasema hivi leo ndio ibada. Na ndio ibada kwa sababu nataka kwenda mbinguni. Kwa sababu bila kukwambia utakuwa mzigo huko ndani. Unafikiri mahubiri ni hapo? Unahubirije mtu abarikiwe wakati ana kinyongo? Anabarikiwaje wakati ana kinyongo? Anabarikiwa kwa hasira. Hivi una baraka hiyo? Ana hasira, ndio maana nani muda wote. Mungu anachotaka tuende kwa upendo. Bwana asifiwe. Kila mtu kwenye eneo lake amfurahie Mungu. Tunaenda sawa? Hapa nikiwaambia jamani wanangu nahitaji mnipe likizo nipumzike. Mnipe likizo nifanye? Nipumzike. Nipeni hata wiki 3 nisije huko ndani. Viongozi wenu watasimama, Mungu atawatumia, atawahudumia. Mimi nina uhakika. Utaanza kusema kiongozi gani yeye yupi ambaye ataweza? Unasema wewe. Walisema mzarau mwiba. Unaanza kuangalia hivi, nani anaweza kuhubiri, nani anaweza kusimama, unaanza kusaiki yule anaweza kaniombea yule. Wewe mimi basi nipumzike tu, mchungaji akirudi na mimi ndio nitakuja hivi. Wewe hivi wewe zima wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yote haya yanakuja ni kwa sababu ndani yetu upendo hakuna. Baba anasema yeye na Baba wana upendo, na yeye amezishika amri. Sisi hatuna upendo, ndio maana tunafanya vitu pasipo upendo. Ndio maana tunafika sehemu tunakwazana. Okay, kuna kukwazana bahati mbaya tu, kuna vitu vingine tu, mgongano, sio hivyo, wa kawaida tu, lakini wewe bado naye umeshikilia tu huyu mineno tu, unazalisha maneno mengine ni uongo, unazalisha tunasambaza tu. Bwana asifiwe. Nasema mineno unayozalisha mingine ni ya nini? Ya uongo. Unafanya kwa nini unafanya hivi? Unajilani bure. Unajifanya nini? Unajilani. Umuoni Mungu akifanya vitu fulani kwako kwa sababu kaangalie kinywa chako kinanena nini. Wewe ni nani kwenye kanisa? Bwana asifiwe. Umeona hizi nguzo tumeweka hizi? Tumeweka za kila tofu, kuna chuma, mbao, sina tumeziweka. Hapa tukizing'oa hapa tunatokea tu mtu mmoja akatukorofisha.
tukute tukazipiga nyundo zote zimedondoka chini, ili jengo utalikuta limeinama. Tunaenda sawa? Sasa wewe ni nguzo ya kanisa, ni sehemu ya nguzo yani ya kanisa. Sasa katika nguzo tena, na wewe mwenzio ambaye ni nguzo tena naanza kumpiga nyundo ili nifanye kanisa lifanye liiname likae hivi. Nani yuko tayari kuna corona mvua wakati mvua itanyesha? Nani yuko tayari? Yaani wewe ndio turoanishe na mvua wewe. Haleluya. Haleluya. Maana tunataka tusababishie tusimuone Mungu. Tusimwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Haleluya. Mungu wako na mwabudu yukoje? Una kisirani, unatembea na kisirani, unataka kusamehe, wewe imekwaje? Kwa nini usamehe? Bwana asifiwe. Nasema kwa nini usamehe? Naisikiza sauti ya mtu anasema aliniumiza sana. Yeye alionitendea. Siwezi hata kumsamehe mimi. Mimi nakwambiaje? Wewe wangapi umewaumiza? Na wanakuombea maombi. Umeona maombi unaoombea wewe? Bwana asifiwe. Unaona maombi unaoombea watesi wako? Maombi unayoombea? Okay, wao namna wanakuombea? Maombi yale kwamba Mungu aweuke, mwaka unasiruke, si nini na unaombewa yale maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anataka tukae kwenye pendo lake. Na tukikaa matunda yazaliwe. Na adui akiwekeza kiburi ndani, adui akiwekeza hasira ndani, adui akiwekeza jeuri ndani, adui akiwekeza vitu ambavyo viko nje na Mungu, hata neno la kimadhabahu likitolewa, wewe utalichukua kawaida tu. Si unajua kawaida, si wewe? Utakuwa unalichukua tu kawaida. Wewe sio ndo wanapeta wanainuka. Wewe unachukulia kawaida tu. Likitamko na haina shida, si yale tu. Na ndio maana unabaki vile vile. Injili ya leo sio nzuri. Ya leo. Usipate shida, wewe kuombea kupona utapona tu. Wewe sasa niache tu maombi ya kupona kuinuliwa ninayo baada nimeweka uko ndani nitachukua. Ila wewe sasa niache kwanza kwa sababu unanichosha. Tumalizane kwanza katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kuna vitu unawekeza ndani umevishikilia. Ni ngumu kupata unachotaka. Alafu nikwambie kitu. Hebu angalia umri ulio nao. Kwani wangapi wamekufanyia mabaya? Si wengi. Kwani umekufa? Sasa huyo tu huyo uliyemshikilia huyo. Kuna kingine nani kuna nani anakuondolea uhai? Alafu sasa kumbuka, una wangapi waliokuumiza ambao hutaki kusamehe wako ngapi? Sema wako ngapi? 6 Okay, sawa, 6. Wengine 6 na wingi ngaka. Sasa angalia leo ni tarehe ngapi? Nani mwezi wa 12 sio? Tunaanza Januari. Angalia wengine wanapokuja kwa speed. Si moyo wako umezoea kuwabeba. Kwa watakuja wengi utabeba. Januari utabeba, Disemba utabeba. Umebeba wa mwaka huu na mwaka unaokuja utabeba. Ndio maana anasema mnakula lakini hamfanyi. Utashiba hiyo wakati umebebelea watu huko ndani. Haleluya. Unakula tena vitu vizuri vya maana, lakini muda mwingi haufanyi nini? Haunawili, unakauka tu. Umekuaje wewe? Bwana asifiwe. Haleluya. Achilia. Mungu akuumbie roho ya upendo ndani yako. Mungu akuumbie roho ya upendo ndani yako. Usiwe mtu mwenye hila. Ondoa hila ndani yako. Kwa sababu ndivyo vitu asilimia kubwa ndivyo vinavyoturudisha nyuma. Hatufikii malengo, hatufikii kusudi la Mungu kwa sababu ndani yetu kumejaa hila. Hila. Haleluya. Haleluya.
umebeba vitu ndani ambavyo havina msingi, na Mungu amenituma kwako nizungumza na wewe, roho yako ipone. Mungu amenituma kwako nizungumza na wewe, roho yako ipone. Haleluya. Uwe mtu mwenye upendo, zungumza na mtu kwa hekima. Sawa, kuna mtu umemfuata kavurugwa mdogo, mwache, mpe muda. Mtambo ukikaa vizuri muendee tena. Lakini nao unavurugwa kitu kipi ambacho kipya wewe kwako kuvuruga wewe kipi hivi kitu ambacho ni kipya mpaka kinakuvuruga, kimekuvuruga mpaka si umekuaje? Kipya ni kipi? Bwana asifiwe. Mimi natafuta wenye misuli ya kiimani ambao hata iweje, anasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa. Kwa nini? Kwa maana Bwana yuko pamoja na mimi. Haleluya, haleluya. Lakini unasema Bwana yuko pamoja na mimi, lakini ukitingishwa tu unatingishika. Unaongea peke yako, muda mwingine unaongea peke yako tu, utafikiri mko wawili kwenye kikao, kumbe uko mwenyewe tu, kwa sababu mambo yamekuzidia. Sasa wewe Yesu yuko wapi sasa? Haleluya. Mwingine anasema mchungaji hujajua. Na nimejua, ndio maana nazungumza. Biblia inasema hivi, imani. Hebu angalia, kuna jamaa anaitwa Yohana wakati anaandika nyaraka alikatwa mkono wa kulia alikatwa, lakini alipokatwa ule mkono hakuacha kuandika zile nyaraka ambazo mpaka sasa tunazisoma. Aliendelea, maana imani yake ilimwendeleza kuandika. Wale maadui waliokata mkono walivyorudi tena wakamkuta Yohana na nini, ana mkono mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe ukiwa na misuli ya kiimani, hata mtu anakutengenezea mazingira ya kukuumiza kiwango gani, lakini anakuta wewe uko vile vile. Alitegemea utaumia, utakuwa mtu wa kulia, mtu wa hivi na hivi. Anakuta bado unadunda, ni wewe na Yesu. Anatengeneza hiki anakuta uko pale pale. Anatengeneza hiki anakuta uko pale pale. Unaona mtu anakonania, anakuchokoza muda wote. Yaani kuna mtu ani muda wote yani anakutafuta tu useme kitu. Anakutafuta tu ili umfanye, yani ufanye kitu. Na chenye kitu unachotakiwa ufanye sio kwamba chenye maana. No, ambacho yani tena kitaleta shida nyingine. Mpaka unafika sasa unaambia, naona umeamua kunitafuta. Naona unanitafuta mimi. Naona wewe unanitafuta. Naona unanitafuta. Haya, endelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatafuta mtu mwenye misuli. Anasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Alijua kuna watu watasema, ndio maana ile Ezekiel tuliyosoma 6:2 mstari wa 6 na wa 9 anazungumza, anasema mko katikati ya nini? Ya michongoma. Anachotutafuta ni namna ya kuhimili, kuvumilia. Hakusema tukae navyo ndani yetu. Ukikaa navyo utafika kuna unapotaka. Huwezi kupata kile unachokihitaji hata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtu anayekuumiza, huyo mtu kila siku anakukwaza, haijalishi ni kazini, haijalishi ni nyumbani, haijalishi ni wapi, ambaye ndio yani anakusababisha hata sometimes una kazi unasema mimi yani mimi basi tu kwa sababu sijakaa vizuri. Yani ningekaa vizuri kazi ningeacha huyo. Kuna makusudi ya Mungu. Biblia inaniambia tutapita katikati yao. Haleluya. Tutapita katikati yao. Katikati ya maadui zetu tutapita. Katikati ya watesi wetu tutapita. Katikati ya mazingira magumu, lakini tutapita hapo. Kwa nini? Kwa sababu ya ile misuli yetu ya kiimani. Na ndani yetu hatuwekezi vitu. Hatuweki vitu. Umeokoka, Yesu ni Bwana wa maisha yako. Lakini wewe mdomo wako unanena mazingira maneno mengine mabovu. Unakuwa unaumiza wenzako. Lakini tukianza kuruka unasema naam, hii Yesu akishuka hapa wote wanaondoka. Ngoja muziki usimwe sasa.
tuanze kwenda kwa amani ya Bwana, uone shughuli hiyo. Ndio maana ibada ikiishi unakuta mtu tumbio mlangoni huyo, yaani hata kusema msalimie mwenzake, bwana vipi za nyumbani imekwaje, hamna hizo story, kwa sababu anakwepa wewe, anakukwepa wewe kwa sababu ya wewe. Umeona anakukwepa wewe anaona akikusogelea tu kuna kitu kitatoka hapa. Anasema utaniharibia nini? Utaniharibia ibada. Huyo mimi nimemaliza ibada moja, niende nyumbani. Hakuna maisha namna hiyo, hakuna wokovu wa namna hiyo. Mungu amemleta huyo mtu hapa, kuna makusudi. Unaona tuko hapa. Sasa yeye nikupe siri moja. Unaona tuko hapa ndani hapa. Kwa idadi tulionayo, tuna uwezo wa kuajiriana sisi wenyewe. Yaani kuna watu hapa wana uwezo wa kukuajiri. Na wewe unalia, unataka ajira, unamwambia Mungu, nisaidie nipate kazi, Mungu nisaidie kazi. Nipate kazi. Wako watu humu ndani ana uwezo wa kukuajiri. Lakini kwa sababu ya tabia zako, kwa sababu ya namna ulivyo, nani anakupa kazi? Wakati anaona tu namna unavyozungumza, akikupa kazi utamharibia. Alafu anasema, mwache bwana, tutagombana tu, ngoja tutagombana tu. Lakini una maombi mengi ya kumlilia Mungu, Mungu niinue, Mungu nifanyie hivi. Wako watu humu ndani wanaweza kukuajiri. Haleluya. Kuna mtu humu ndani ana uwezo wa kukupa mtaji. Akakupa mtaji ukaanza biashara. Na huko kwenye maombi unamlilia Mungu mtaji. Kuna mtu anaanza kukuazima hela ukawa mtaji ukaanzisha biashara. Lakini namna ulivyo ngumu kupewa. Unapewaje hapo hivyo namna ulivyo? Bwana asifiwe. Usiiname chini wewe unaniangalia usoni. Unapewaje? Kwa namna ulivyo unapewaje wewe? Nani anakuamini? Nani anakuajiri? Haleluya. 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 Hata kuombeana hatuombeani. Si kila mtu anang'ang'ana roho yake, si ndivyo? Sasa tuking'ang'ana kila mtu roho yake, unafikiri tutafika hii safari? Unikumbuke kwenye maombi. Nitakukumbuka, lakini Bwana anasema huyu Yesu anajiona na maacha anajiona. Bwana Yesu asifiwe. Tusiposhikana mkono hatuwezi kufika mbinguni. Haleluya. Haleluya. Hatuwezi kufika. Yaani wewe ina uhakika na mimi siku moja nikwambia Bwana njoo uniombee. Na uhakika utasema haiwezekani. Siku nikwambia Bwana njoo uniombee na hali ambayo sio nzuri. Njoo uniombee unasema naanzia wapi mimi kumwombea mchungaji? Kwani yeye sio binadamu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna sura fulani, kuna mazingira fulani tunayajenga ambayo sio mazuri ya kule tunakotaka kwenda. Lakini tumefika hapa ndani. Kuna kitu ambacho Mungu ametupa, ambacho hicho kitu tuna uwezo wa kusaidiana sisi wenyewe. Bwana asifiwe. Kuna watu hapa wana vitu vya kufanya, lakini wanatafuta wakina nani wawape. Embo tufikirie. Mimi nina duka, si ndio? Kwani nikatafuta ambaye yaokoka au ambaye yuko huko ndani wakati kuna watu hapo ndani wanahitaji kupata kazi? Hiyo kweli ni nani? Lakini sasa sisi ndio maana watu fulani niwaambie hivi, nisamee. Narudia hili neno langu. Kila wakati nalisemaga. Dar es Salaam kuna siri kubwa, si ndio? Tena siri ya uhakika. Dar es Salaam ina siri na maisha ya Dar es Salaam namna ya kuishi ni magumu. Tena sio mazuri. Haleluya. Wewe mtu unataka kufanya ubia naye. Umepata kampuni huko unataka kufanya naye ubia, si ndio? Haro. Umepata mume, umepata mke, unataka kuingia naye kwenye mkataba wa ndoa. Lakini una nini kama ile ya gari inaitwa nini? Ya mbele pale inasamia kioo. Inaitwa nini? Ile wiper ile wiper. Si unaona inaenda kwenda inarudi wala ile. Na wewe kuna mtu huyu kama nini? Kama wiper vile muelewe. Wewe njoo naye ukae naye hapa kanisani. Si ndio?
Yaani hakuna kitakachojificha. Yaani utasoma tu hii kampuni hii. Lakini akiwa huko, alafu kwa simu. Haleluya. Amen. Mungu anachotafuta ni kwamba lazima we mwenyewe ndani yako kuwe na ile roho ya nini? Ya upendo. Sasa tanipeleka namba kwa sikutaka kwenda. Lakini ninachotaka tuwe na upendo ndani yetu. Kuwe na upendo. Usifanye mambo mengine sirini, mengine. Yaani tunaokoka Jumapili na yenyewe kuanzia saa 4 mpaka saa 7 tunapomaliza ibada. Lakini tukimaliza ibada, tukitoka nje, aliyeokoka haonekani. Tunaanza kutafutana. Hata Yesu akisema nimtafute mtu nimtume sehemu, hamuoni. Haleluya. 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 Mungu kuna kitu ameweka ndani yako, anakutegemea. Mtaji wa mtu ni yeye mwenyewe. Mtaji wa mtu, mtaji wa maisha yako ni wewe mwenyewe kwanza. Tabia zako zilivyo, maisha yako, mwenendo na maisha yako yalivyo, ndivyo ambavyo una uwezo wa kudhaminika. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu ambacho mimi kiliniumiza maisha yangu. Alafu saa hizi kuna muda, siku moja nilikuwa na kama najiuliza, sasa hivi mimi ningewahi kuokoka, ningejitahidi kuwahi. Lakini ujiulize, ningejitahidi kuwahi, nilikuwa wapi? Kwani nilikuwa sisikii neno? Nimebakiza miezi 2 ya mtihani wa mwisho. Yule mkuu wa chuo anakuja ananiambia, akaniita. Sababu mimi nilikuwa na jina moja sio zuri ujue. Yaani